Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati. Mungu ni mwema. Mahujaji wa matumaini Pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Karibuni sana katika ibada yetu siku ya leo. Tuko na furaha kuwapokea wageni ambao waliahidi kufika kwa vile hawakufika ile siku mliowaalika. Si vizuri kutimiza ahadi? Wapigieni makofi. Najua wageni wengi, lakini kwanza tumtambue gavana wetu, si ndio? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Kimani? Unajua gavana mwingine? Sasa kuzi. Basi tuanze ibada yetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Ibada yetu siku ya leo inatuarifu jambo moja la muhimu sana, kwamba katika dunia hii na katika maisha yetu tunaishi kwa huruma na neema ya Mwenyezi Mungu. We live by the grace of God. Na huruma ya Mwenyezi Mungu na neema ya Mwenyezi Mungu inawafikia wengi ambao ni wema na pia inawafikia wengi ambao si wema, lakini sote tunanufaika na neema ya Mwenyezi Mungu. Lakini mwisho kabisa, kila mtu atapata zawadi kadri ya maisha aliyoishi. Tunaelewana? We may live a very good life. We may enjoy a lot of things. But at the end, everyone will be judged according to how you lived. Tunaongozwa na kundi la asili ya Ziwe ambao wanatualika tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mema aliyotupatia katika maisha yetu na kwa ajili ya safari aliyotuleta mpaka leo. Wanatualika tuombe ili tuweze kuwa kielelezo chema katika familia, katika kanisa na katika nchi yetu. Na pia wanatualika tuwaombee viongozi wetu ili Mungu aendelee kuwaongoza, kuwalinda, kuwaongezea hekima ili waweze kutuongoza kwa njia inayofaa. Pia wanatualika tuwaombee wagonjwa hasa katika jamii zetu ili Mungu Mwenyezi aendelee kuwapatia nafuu ya haraka. Na pia tuwaombee wengi ambao ni wagonjwa na wale ambao wameaga dunia, tuwaombee ili Mungu awazawadie kwa maisha na utumishi wao wema hapa duniani. Mwisho kabisa wanatualika tuombee kanisa yetu St. Cecilia na hasa katika miradi tuliyo nayo. Pamoja na hayo, tunaalikwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtoto ambaye anafikisha miaka 11 siku ya leo. Tumuombee ili Mungu amuongezee baraka katika maisha yake. Hatujaambiwa jina, tungependa kumuita huyo mtoto hapa mbele yetu ili tuweze kumwimbia happy birthday. Ni mtoto yupi huyo aliye na birthday siku ya leo? Huyo mwenye birthday ni yupi? Kabla afike, pia tumealikwa na familia ya Mr. Richard Bolo ili tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya bibi ya Richard ambaye amekuwa akisoma na amehitimu
na kugraduate, amefuzu na degree inayojulikana kama master's degree. I think it is in education, isn't it? Si kwa education. Hebu mpigieni makofi. Mrs. Boro ni kielelezo chema kwamba masomo ni jambo la muhimu na watu wanaweza kuendelea kusoma. Si ndio? Nimemwambia alijiste kufanya PhD na nikamwambia hakuna mtu atamuuliza, na akiulizwa na mtu aseme ni father aliniambia. Si ndio? Alijiste akue doctor. Si mimi ni doctor? Si governor ni doctor? Si tupate doctors wengi. Sasa kwa haya na mengi yaliyo katika roho zetu, tujute dhambi zetu ili tuweze kufanya ibada safi kwake Mwenyezi Mungu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Baba Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Utuhurumie Bwana, Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Bwana, Bwana utuhurumie, Kristo utuhurumie, Kristo, Kristo utuhurumie, utuhurumie, Kristo, Kristo utuhurumie, utuhurumie, Bwana, Bwana utuhurumie, utuhurumie, Bwana, Bwana utuhurumie. Mapenzi mema
Na tuombe. E Bwana, wabariki watumishi wako na waongezee kwa huruma vipaji vya neema yako, ili wakiwa na ari katika matumaini, imani na mapendo, wadumu daima katika kuzishika kiaminifu amri zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha hekima ya Sulemani. Hakuna Mungu mwingine ila wewe, ambaye unavijali vitu vyote, hata utakiwe kumwonyesha kwamba hukuhukumu pasipo haki, maana nguvu zako ni chanzo cha haki, na utawala wako juu ya vyote unakufanya uwe ukivihurumia vyote. Naam, waonyesha nguvu wasiouamini uwezo wako mkamilifu, na kuulaumu ujasiri wako wa ujuao. Lakini wewe, mtawala wa nguvu, unahukumu kwa upole na kutuongoza kwa huruma nyingi. Maana uwezo wako wa kutenda utakalo wakati wowote. Kwa njia ya kutenda hivyo, uliwafundisha watu wako kwamba mtu mwenye haki lazima awe mpenda watu. Nawe ukawafanya watoto wako kuwa na tumaini njema, kwa sababu huwajalia kutubu juu ya dhambi zao. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kitikio: wewe, e Bwana, ni mwema na mwenye huruma. Wewe, e Bwana, ni mwema na mwenye huruma. Wewe, e Bwana, ni mwema
Tutaimba. Wewe, e Bwana, ni mwema na mwenye huruma. Wewe, e Bwana, ni mwema na mwenye huruma.
Somo la pili. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, Roho anasaidia udhaifu wetu. Hatujui jinsi inavyotubidi kuomba. Roho mwenyewe anatuombea sisi kwa maombi yasiyosemeka. Lakini Mungu achunguzaye mioyo, ajua nia ya Roho, anayewaombea watakatifu kwa Mungu. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Na kushukuru Baba, Mwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wadogo mafumbo ya ufalme. Haleluya.